Niambia Sharifu, nimemuoa mke wangu hata 7 sijamaliza, ila mke wangu ananiambia nimuingilie kinyume na maumbile. Bila kumuingilia kinyume na maumbile, mke wangu hariziki. Amemuoa mke wake. 7 hajamaliza Singida pale. Wallahi simu nimepigiwa hapa. Mke anasema ya kwamba anapofanywa tendo la ndoa na mume wake, mke anamfosi mwanamume amuingilie kinyume na maumbile, ndiyo atakaoweza kurizika katika tendo la ndoa. Nikamwambia muache. Ndio maana leo tunawaambia watu kabla kuoa tuuliza akili. Tabia uzuri unazoeleka, tabia haizoeleki. Manake huyu ni michezo yake toka siku ya mwisho. Hata kuna mwenzetu mmoja anaomba ushauri, ndo ndoa yake ya kwanza na mwanamke ndo uzazi wake wa kwanza. Anampeleka mke wake usarini, asubuhi alipompeleka kujifungua, daktari anamwambia kafanye shughuli zako. Mwanamke akishajifungua tutakupigia simu, manake tunaona machungu yanakuja na kuondoka. Muda si mrefu baada ya masaa 2-3 yule baba anapigwa simu na daktari, mke wako tayari kashajifungua, njoo. Baba anafika pale, wakati anakwenda kulipa ile biri, mmoja daktari anamuita anamwambia, kaka yangu njoo, samahani na kuomba siku nyingine mke wako akiwa amekaribia kujifungua usimuingilie kinyume na maumbile. Maana yake amemuuliza Kiswahili hicho, inaonyesha kwamba yule baba ndizo pigo zake. Baba anashika kichwa anasema, daktari unasemaje? Anaambia, wewe ni mwanaume mwenzangu, nimekupa siri kama hii. Na akiangalia hakuna hata siku moja aliwahi kumuingilia kinyume chake mwanamke kinyume na maumbile. Maana mwanamke yuko ndani ya ndoa na anatoka nje ya ndoa. Ndugu yetu anaomba ushauri, alipe biri au asilipe biri? Huko nje. Ushoga hakubariki. Huyu ndugu yetu anataka ushauri, alipe biri au asilipe biri? Ushoga unaumiza. Nataka nikwambie, haiwezekani we mwanaume uvae nguo za kike useme unatangaza ni biashara.